mapungufu ya mke wangu kwako. Sasa kama na uwezo wa kuexpress changamoto za mke wangu, mapungufu ya mke wangu kwako, hauofii labda pengine naweza ikatokea nikapata mchepuko mwingine nikaexpress mapungufu yako kwake? Siri ya ndoa ni maumivu ya moyo. Sio kitu kizuri. Achana na hilo bwana. Okay? Let's keep focused. Nilikuwa na ndoto ya kumiliki moyo wako, lakini ulipoingia katika dunia yangu uliondoka. Naye kaenda wapi? Ina maana nikitoka na yeye anatoka. Kwa kuwa nimemwambia yale maneno amejisikia vibaya, ameamua kuondoka nyumbani. Isije kuwa ameenda kwa Gilbert huyo. Sasa kafunga. Kwa nataka nipumzike. Lida. Ndugu wangu amependa vibaya. Jamani. Nilikuwa na ndoto ya kumiliki moyo wako, lakini ulipoingia katika dunia yangu uliondoka. Ningekuonyesha upendo wangu, ningekuja kwa njia yoyote. Mbona umesimama kama mlingoti? Shida ni ulikuwa hata swali gani hiyo unaniuliza? Nimekuuliza swali, jibu swali. Wapi? Na mbona mlango umefungwa na sio kawaida yako? Ujitafsiri. Shangazi, shikamoo. Marahaba shangazi. Mbona umependeza hivyo, unaenda wapi? Natoka mara moja naenda kumuona nje. Si unakumbuka ile siku nilikwambia singekuwa yeye tungelala nje. Basi muondoka kwa tambo hapa asubuhi kwamba nitajijua mwenyewe. Kwa hiyo umekuwa kama finda la ndege, limekuwa limejitegemea na yenyewe limeenda kujitafutia. Sasa kaka mdei, mbona sikuelewi? Wewe ulisema unaondoka au mimi nijitafutie mwenyewe nijue nitakachofanya? Kwa nini pale nimeenda kujua nitakachofanya? Siri ya ndoa ni maumivu ya moyo. Mimi siwezi nikaruhusu mdogo wangu akashinda njaa. Sawa. Mimi pale nilikuwa nakutania, tumekuwa na zuga. Si tumeelewana? Na kama sitakosea, yani mimi hisia zangu zinatuma kabisa wewe ulikuwa na Gilbert wewe. Na kitu kingine, tena hichi ndio uweke akilini. Leo nataka nikamwambia Gilbert kila kitu. Ikiwezekana hata familia yake ijue kuwa na mke wa pili nje. Yani wewe asikuweke kama mchefuko. Hebu tuongee kwanza shangazi. Shangazi yangu nina jambo la kukuambia. Ndio shangazi, kisikilei. Unajua shangazi, tangu malize chuo umekuwa sasa haraka na kazi umepata nzuri, umekuwa inabidi utafute mchumba wa kukuoa, maana hizi mali za marehemu baba yako tangu afariki ziko chini yako, alafu wewe sasa ni mtoto wa kike, huwezi kujua kusitunza mpaka upate mwenza. Basi sawa shangazi, kuhusiana na hilo nipe muda kwanza, nitarukanyia kazi, then baada ya hapo tutakupa mrejesho. Sawa shangazi, lakini ukichelewa kuna mtu ambaye nimempata ambaye atakuwa mzuri kwa maisha yako. Sawa shangazi, hamna shida, tutalifanyia kazi. Ngoja nifike huko nje, nikisharudi na hisi tutazungumza zaidi. Haya shangazi, wahi msichelewe. Basi sawa, tutaonana baadaye. Haya shangazi. Utanilepa lini? Wewe, mbona unawashwa sana kuhusu hiyo ndoa? Yaani unataka kwenda kule ukaniharibie sasa kwa mara nyingine, si ndio? Ndoa. Wewe unayo? Kiliza, mimi chakula si. Nimeshakula. Maana uko napotoka nilipona kidogo.
Kwa hiyo unazokala si mwenyewe toka msa. Lakini kako siende kule utaniharibia jamani. Yaani umekubali kabisa, umeridhika na hayo maisha. Vichochoroni, mabarabarani, nyumbani. Yaani nikisema sasa uondoke nyumbani kajitegemee, nisikilize. Naondoka hapa naenda kumwambia kila kitu. Hii nafanya kwa sababu yako na kwa ajili yako na kwa faida yako. Wewe kaka MJ jamaa, kaka MJ. Nilikuwa na ndoto ya kumiliki moyo wako, lakini ulipoingia katika dunia yangu uliondoka. Ningekuonyesha upendo wangu, ningekuja kwa njia yoyote, lakini wewe umejifunga, unampenda mwingine kwa nguvu zako zote. Nakupenda kwa siri, lakini moyo wangu unaumia. Jitihada zangu zote ni kama mvua isiyo na mwisho. Wewe wampenda mwingine, lakini bado mimi ni wako, wala sitakata tamaa. Nitaendelea kupigania kwa sababu mimi ni wako. Hadi tatu. Nalipea. Kwa nini napita hapa bila ruhusa? Kwani si ni njia au? Njia ya baba. Hapa hamna njia wanaacha kupita. Kwanza nani kakuruhusu kupita hapa bila ruhusa? Kwani hapa unasiampa umeandikwa kama nikihitaji kupita badi ndio ruhusa. Njia ni hapo sisi, sawa? Hapo ruhusa kupita ovyo ovyo. Yaani hapa apiki tenge yote ovyo ovyo. Hebu achana na mimi. Rudi hapo, nenda hapo. Kwani vipi? Nikiwa na wewe hisia zangu zikacheza kama mtoto. Kicheko chako kilikuwa pumzi yangu. Nilikuamini kuliko nafsi yangu, yeah. Lakini sasa machozi ya siri yananipata gizani. Unarudi nyumbani na harufu za mbali, ukificha pete ya roho mfukoni. Siri ya ndoa ni maumivu ya moyo wangu. Siri ya ndoa inanibana kama mnyororo. Siri ya ndoa imenifanya mgeni kwangu. Yaani hapa nataka unipe majibu ya uhakika. Unamaanisha nini? Hivi Tina, ili tukio unalichukuliaje? Mimi na wewe ni watu wazima. Tukio la wewe kutapika from nowhere sio kitu cha kulichukulia kama unavyofikiri wewe. Kwa hiyo hapa nataka unipe majibu yanayoeleweka vizuri. Wewe tena. Hivi utaacha lini tabia ya kukaba watu mitaani? Unajua brother, nashangaa sana. Kila unapopita upo. Hivi wewe unatakaje? Nipite huku upo, nipite huku upo, na shida yako nini hapa? Unapotea. Sasa hayo ndio maisha yangu. Sasa nashangaa unaponifuatilia. Sielewi. Sitaki kuongea sana. Nadhani unanifahamu vizuri. Wewe uone umeanza jana. Nipatie hiyo pochi. Nikupatie ni hapa. Yaani nikupe kama nani ndo mwenye nayo? Usiponipatia pochi ndio kumwambia mama mdogo wako. Nadhani labda yeye unaweza ukamsikiliza. Sasa sikia tusite huko. Ngoja ni hapa nikauze vilivyo Mungu, sawa? Maana na simu nayo pia nayo hapa. Nikiuza hii tutakuletea nacho tutikii. Kuuza nini? Wewe nipatie pochi. Je, kama kuna nguo za ndani humo? Sasa tutafanyaje? Wewe unataka ukamwambia mama mdogo ili weje? Kwani hapa mama mdogo yupo? Wewe unatakaje sasa? Maana pesa utaki, unataka ukamwambia mama mdogo ili weje? Nipatie hiyo pochi. Ashika. Lakini tutasomana. Na ukome tena kuendelea kuigia watu.
ya kumiliki moyo wako. Pole sana. Asante. Sasa mume wangu hakujielewa. Una mimba? Una ujauzito na mumeo sijui kitu. Una muda gani toka hizo dalili? Ni juzi. Juzi. Tina, naomba nisikilize vizuri. Mimi na wewe tuna muda mrefu hatujakutana. Una ujauzito una siku 3. Sasa mume wangu, kwani kuwa na mimba ni ugonjwa jamani? Kwamba nikifuata basi sijui nianze kufanya nini? Tunakwenda hospitali kupima mimi na wewe. Na kama nitagundua kuna dalili zote zile za udanganyifu na mimi sifahamu, Tina, nitakuja kufanya uamuzi ambao utaniwekea doa katika maisha yako. Usinitafutie lawama. Nikiwa na wewe hisia zangu zikacheza kama mtoto. Kicheko chako kilikuwa pumzi yangu. Nilikuamini kuliko nafsi yangu, yeah. Lakini sasa machozi ya siri yananipata gizani. Unarudi nyumbani na harufu za mbali, ukificha pete ya roho mfukoni. Siri